Takusave na love emoji into your official name. PDA bila woga, your license ni bet. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit tuishi nami. Kifungu mkutole kopi usizubae kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujionyeshe. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. Lazima uolewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitoshani upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takwita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Takupenda sahi. Ukipigana na dunia, I'll be fighting by your side. I'll carry your name. My love is strong enough. Niamini with your weaknesses, open up. I'm on your team, not against you. I'll cook your favorite meal. Ukule ulambe sahani. Yakimwagika tapanguza usijali. Lazima nikuzalie watu wenu wanijue. Hiyo neza guarantee.
Mshangilie Bwana Yesu na vigelegele. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu asumependeza kweli kweli. Tafikiri waziri wa viwanda. Mungu akubariki sana. Sasa wakati huu niombe basi mwandae bibi harusi ili aweze kuingia. Yeye ataingia mlango huu. Akisha karibia kuingia kanisani basi bwana harusi ataenda kumpokea. Amen. Bibi harusi
wataenda wampokee. Kisha fika mbele yake pale, basi mtasimama mtulie, tutaendelea. Karibu, weka Wote Bwana Yesu asifiwe. Mimi David Petro Abraham ninamtoa binti yangu Sifa David ili aweze kuolewa na kijana Focus Mkendi. Sifa. Mungu akubariki. Haya, sasa leta msichana wako hapa na rafiki yako tumuone hapa mbele yetu hapa. Tunataka kusema machache. Ili aje akae hapa mbele. Let's see.
kabla bado sijafanya kitu chochote, nataka wanakwaya Ufunuo pamoja na hilo, kama niko tayari kuimba, karibuni.
Mama yangu
unapokwenda kusoma neno lako Mfalme. Neno lako liwe njema mbele za watu wako wanaokaa hapa, ili wasikilize neno lako ikae ndani ya mioyo yao. Takatifu, tukuzwe jina lako. Wewe ndiye Mungu unamuita jina lako naitika. Sasa tuko mbele zako, tunakuita Bwana Mwenyezi, tusikie. Dua na sala zetu Mfalme, ipate kibali chako pako na Roho Mtakatifu. Neno nasi sasa sote Mfalme, tunakabidhi yote mikononi mwako na shukrani nyingi katika jina lako Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Mimi nitakwenda kusoma neno la Mungu hapa katika kitabu cha Marko sura ya 10. Tutaanzia mlangoni hapo, baadaye tutaendelea. Namshukuru Mungu sana kwa hao watoto wangu wanaokwenda kufunga ndoa yao. Na wasomee neno la Mungu, sisi sote tunaokaa, sio wanawake peke yao. Na wao pia sasa mpaka wasikilize vizuri, kwa ajili inakwenda kuwasaidia. Neno la Mungu linasema hivi katika Marko 10 mstari kuanzia kwanza. Hata kama umeona saa nyingine mkichanganya kusoma macho sasa hayoni vizuri, kuna na miwani pia. Inasema hivi: akaondoka huko akafika mpakani mwa Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakamkutanika tena, wakamwambia, akawafundisha. Wakawafundisha tena kama alivyozoea. Basi Mfarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, akaambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio neno la Mungu nataka kusema machache kwa ajili yenu. Yesu kazi yake yeye alikuwa kupata pale alipofika, alikuwa na ubiri au alikuwa anafundisha watu waliokuwa wanamfikia ili wasikie neno la huyu Yesu. Walikuwa wanamfuata Yesu sana dini, na popote pale Yesu kama ilivyo desturi yake alikuwa anaweza kukaa na kuwafundisha. Sasa Mafarisayo ndio walikuwa mmoja wapo waliokuwa wanamfuata Yesu. Basi walikuwa wanataka kumjaribu tu ili wasikie Yesu anasema nini kwa ajili ya mke na mume. Hicho ndio walikuwa wanataka wajue. Na hiyo sasa desturi na sheria ya Wayahudi ilikuwa lazima sasa hati ya andiko ya talaka. Kama huwezi kuishi na mke wako, kama unaona mke ana kiburi au ana maneno mengine mabaya mbele zako, unamwandikia, tunachukua tu karatasi na kalamu na unakaa juu ya meza na unaandika. Baada ya kuandika unampa, unamwambia ondoka. Vile Yesu alikuja na kwako. Kwa ajili hiyo ni sheria alipewa Musa, ndio walikuwa wanaifuata. Ila watoto wangu foka pamoja na sisi, maneno hayo usikie vizuri. Sasa hapa hakuna talaka siku hizi. Talaka inaweza kufikia tena magumu tena juu naenda serikalini. Nani atawata kama andika talaka? Talaka utaandika utaenda serikalini. Niko unataka kuandika talaka uende kwenye madhabahu hapo. Mimi hapa nitakufundisha na sasa Mungu anasema nini? Alichokuunganisha yeye mwanadamu asikutenganisha. Mimi siwezi kutenganisha kitu chochote Mungu aliumba.
kutenganisha, ila serikali anaweza, ni sio mimi. Mimi nimefungwa na neno la Mungu pia. Mimi najua serikali pia anafuata tu hivyo, wafanye hivi, si atafanya nini? Serikali anataka watu wakae bila hata kuuana. Hiyo ndio desturi hiyo. Ndio serikali iko tayari kufanya nini? Kutenganisha. Lakini kama wamewaacha hao watu watagombana sasa, wengine wanaanza kuuana. Yesu Mungu na yule anajua sheria hizi, Yesu anajua. Yesu anajua. Ila Yesu sasa anatetea baba yake sasa. Mambo kama haya asiendelee. Anatetea sasa. Ndio mimi nasumuza na nyinyi kwa wawili hapa. Baada ya ndoa yenu kufunga, wewe umefunga ndoa, unakwenda nyumbani mwenu. Fuatini neno la Mungu awasaidie. Neno la Mungu ndio msaada utakayowasaidia. Hakuna mtu anaweza kuwasaidia hata kidogo. Utakuta wengine wanaokuja baada ya kusaidia nyinyi, wao wanafanya mengine yenyewe ili nyinyi uachane kabisa. Ila toka asosiaje mke wako, siku usimwache mume wako. Neno la Mungu inaunganisha sawa sawa, hakuna kuachana. Na neno la Mungu linawafundisha. Kama unajua neno la Mungu, focus. Kama unajua neno la Mungu, wewe ni mwalimu hapa. Mpaka mimi nafurahi pia umepata saa nyingine mwenzako bado kijana kama wewe. Na watoto umeona, mwanangu sipo, unaona watoto hao wengi hapa wanataka mwalimu. Wewe sasa hivi utakuwa mwalimu hapa. Tena mwalimu mkubwa. Unaweza pia sipo. Hao ni watoto ni kwa ajili yako. Ujue tu hii kesho kesho hapa unahangaika na hao watoto. Kama mume wako jinsi anavyohangaika nao mpaka sasa wamekuwa watoto wazuri kabisa, wanaimba mbele yetu hapa. Uwe tu na moyo mkunjufu na upendo katika nyumba yako. Mafarisayo kasema walikwenda kumfanya nini? Kumjaribu Yesu. Ndio Mafarisayo jinsi alivyokuwa nia yao. Waliposema hivyo, Yesu naye akajibu. Yesu akasema, naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Yesu pia anataka wajue sasa watasemaje kwa hapa. Wakasema Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Ni sheria hiyo. Ilikuwa kwa ajili ya Wayahudi. Na wewe unajua ilikuwa kwa ajili ya Wayahudi, sio sisi. Sio sisi. Sisi tunafuata maneno yaliyoandikwa kwa ajili ya Wayahudi. Lazima mpaka tufuate kwa ajili kama umeokoka. Sawa sawa. Wewe pia ni mmoja wapo wa wana wa Israeli sasa. Mtu aliyokoka, kama uko hapo umeokoka, wewe ni taifa la Mungu sasa. Wewe ni taifa la Mungu. Taifa la Israeli ni taifa la Mungu. Kama unasoma vizuri na unaelewa, hakuna nabii yoyote aliyotoka katika nchi fulani. Ile utakuta katika nchi ya Wayahudi ndio manabii wote wametoka pale. Maneno yote ni hapa pale. Mungu alikuwa hataki mtu wake aende akaoa mataifa. Kwa ajili Mungu alikataa, kwa ajili kama utaoa mataifa hata na maneno ya ovyo baadaye anamteka kabisa. Anaanza hata kuabudu miungu yao. Ndio Mungu alikuwa hataki. Alikuwa anataka waone hapa hapo. Sara na Yesu ni ndugu. Sasa hao walikwenda kwa Yesu kumjaribu. Ndio Yesu pia akasema, yaani Musa aliamuru nini? Musa aliamuru akatoa ruhusa kuandika hati talaka na kumpa na kumwacha. Yesu akawaambia, tangu kuumbwa ulimwengu Mungu aliwafanya mume na mke. Umedandia
Uhesabiki. Kabisa, mimi nakwambia. Upo tu. Mpaka sasa ungoje tu siku saa nyingine kufa kwako, saa nyingine ugonjwa umekutisha sasa, unasema sasa nifanye nini? Uniitie wajamii, hata kama mimi nikosea, uniitie mtu wa Mungu aniombee. Kwa bahati nzuri umetamka hilo. Baadaye mtumishi wa Mungu anakuja kwako. Na dhambi hii ndio fanya. Anakuongoza sala ya toba na umekubali. Sala ya toba na dhambi sasa tuliyofanya. Mungu ni mwepesi sana kusamehe mtu. Hapo sasa hivi utaingia katika ufalme wa Mungu. Ila kama utapata roho kabla bado hujapata utumishi wa Mungu, au wewe bado hujasema hapo wa jamani, mimi mwenye dhambi Mungu anisamehe, utakufa hivyo hivyo. Basi Mungu Yesu akamwambia hao wao Mafarisayo, Mungu aliumba mtu mmoja na mke mmoja. Mume mmoja na mke mmoja. Hao ndio mbele za Mungu, ndio Mungu anaofahamu. Kama wewe mwanamume huko hapo na wako wawili, na shauri yako. Umekusaacha mke wako wa kwanza. Wewe ni msinzi komesha. Na wasinzi wana nafasi mbinguni. Duniani unafurahi. Ile mbinguni ni kulia na kusaga mimi. Na pia ujiulize kwa nini nilioa wanawake wawili? Ujiulize wewe mwenyewe. Hakuna haja kuuliza mwenzako. Tafakarini neno la Mungu sasa. Focus unajua neno la Mungu. Mimi ndio mwanangu, siku moja ulihubiri hapa. Nikasema huyu kijana ni mzuri hata kupika neno. Mimi mwenyewe nilikuwa najua. Ila kuna haja kumwambia mtu kama uko hapo na mtu anasema neno la Mungu hata kijana au ndio hapo mwenzetu unajua huyu. Naweza kuwa kazi, naweza kuwa mtumishi wa Mungu vizuri sasa. Wewe ndio maneno haya inawasumbua wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu pia walishangaa. Kwa nini walikuwa wajui? Wako na Yesu hapa na wajui maneno haya. Sasa Yesu ndiye amefunua maneno hiyo kwa ajili ya Mafarisayo. Ndio wanafunzi wa Yesu pia wakajua mambo hii ni ngumu. Huko nyumbani pale tena hao wanafunzi wa Yesu wakamwambia Yesu. Wakasema nini? Wa kuumbwa ulimwengu aliofanya mume na mke. Kwa sababu hii mtu atamwacha babaye na mama yake, atafuatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hicho imeandikwa. Ndio Mungu Yesu anajua watu wawili tu. Sasa watoto wangu, nyinyi mnakwenda kufunga ndoa yenu. Tena lazima mpaka ujue ndoa ni agano. Ndoa ni agano. Kama umefunja ndoa yako, umefunja agano la Mungu na wewe. Kwa ajili Mungu ndio mwenyewe aliyeshika ndoa hiyo. Sisi wanadamu tunawana na kwenda katika nchi nyingine au mtu mwingine unapata msichana kama sasa Focus anayo msichana. Ila ya Mungu, Mungu alimtoa mwili katika Adamu, akamfanya mwanamke, akampelekea Adamu alipoamka kumshiriki na kusema huyu ni mwenzangu, mwili mfupa yangu, mwili wangu. Sasa akaitwa mwanamke. Focus sasa wewe unaye hapa ni mwenzako, ni mke wako, ni mume wako. Jinsi ndivyo wawili hapa. Nyie tunzeni maneno ya Mungu. Mimi nakwambia tunzeni maneno ya Mungu. Kama unatunza maneno ya Mungu, ndoa hii itakuwa vizuri. Na wandugu, ndugu zake Sifa na ndugu zake Focus,
Mwacheni hao watoto mimi waende wakaishi tokea maisha nzuri. Wewe usiingilie. Kama uwezi kuwasaidia, kama kosa imetokea, usiende. Unakwenda kufanya nini? Wengine wabaya sana wamama, wengine hata wababa wengine sana na wamama. Mwanangu nilikwambia mimi sitaki huyu uolewe na huyu. Sasa wewe mama ulikuwa hataki kuolewa na huyu. Sasa ulikuwa nataka aolewe na nani? Na wao wamependana na mwana. Wewe nenda kule wasaidie na maneno mazuri inaoweza kukurejesha ndoa yao ile safi. Si kupeleka maneno ya kasfa. Mimi naweza kusema ni kasfa. Kuharibu ndoa ya mtu. Usiharibu ndoa ya watoto wako, watoto wenu. Usiharibu. Kwa hiyo nimekushinda kaa pembeni. Wewe nani mwanangu siku. Hata mama anaweza kufika kwa hata ndugu yako sana mama. Wakati mwanangu nilikwambia wachane huyu. Kama moyo wangu mimi ndio wewe. Mimi naweza kujibu mama hivi mama. Wewe ni sana na baba yangu. Sijaona kama nyinyi mnaachana. Kwa nini wewe unakuja kwangu unaniambia niwache huyu? Kama hivyo mama yangu, mimi naomba fanya hivi. Nenda nyumbani uache baba yangu. Nione baba yangu nimemwacha, basi nitamwacha. Mwambie mama rudi kwake. Yeye yuko nyumbani kwake tena anakuja kuharibu ndoa yako. Usikubali huyo ni mama huyo. Na wewe focus pia unayo wa ndugu. Ndio wabaya kumkomesha. Nilikwambia usiwe kabila hii. Kabila gani aende kaoda au kusafiriana na wale. Wewe unataka awe kabila gani? Acha msisikie maneno kama hayo. Mtu asikuijie maneno mabaya kama hicho. Usikubali. Hata kama mko ndugu yako au mwambie subutu. Hata mimi sitaki niingie katika nyumba yako kama hiyo ndio neno lako. Wacha niishi na mke wangu. Tumekusapendana na tunaishi. Sitaki maneno kama hayo. Mfukuse. Bado hujatenda dhambi. Bado. Hao pia kama unajua neno la Mungu mwambie huyu anayokuja kuharibu ndoa yako. Asante sana kwa mimi naona kama watu waliowazunguka hapo wanaokusaidia, naona ni watu wako kamili katika kusaidia. Naona Moses wewe ndugu yangu pamoja na nani nao Naomi msaidie wewe kama siku moja unakwenda nyumbani kwako. Msaidie kama unaona kama kuna kitu kibaya inaweza kuharibu ndoa yao. Mwambie ndugu yangu hata sisi hapo tuko kwenye ndoa saa nyingine kuna kufarakana baadaye tena mazungumzo watu wanaendelea maisha na kwenda tu. Hakuna shida. Wasaidie hivyo. Wewe unajua ndoa ni agano tena maisha marefu. Ndoa si kitu ya kusema yani mimi nifunga ndoa na kesho tena nitafunga ndoa nyingine au nitaacha nitafunga ndoa. Wewe unafanya nini sasa unataka kufunga ndoa na nani? Ndoa ni takatifu, ndoa inafungwa mara moja mke na mume basi. Atakayewatenganisha ni Mungu mwenyewe kama ameleta kifo katikati yenu. Wewe unajua hao walienda nyumbani na wanafunzi wake wakamuuliza habari ya neno hilo. Ili watatanisha kwa ajili ya wanafunzi walienda kwa Yesu. Ila walikuwa wanajua tu ni kuandika talaka kumwacha. Ila waliposikia maneno Yesu amesema, wakasema hii lazima mpaka tumuulize tena. Sasa ingine huyu Petro pamoja na subiri ndugu yake kina Yakobo. Sasa ingine Petro alikuwa msupport yeye tu. Anamwambia kwa Yesu ni yako huyu na mwacha. Nitakwenda kumwandika talaka. Alipoona maneno kama haya, akasema hapa hakuna kunyamaza. Wacha tuanze tumuulize Yesu.
Maneno hiyo kwa nini inatatanisha? Yesu akawaambia kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine asini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mwingine na mtu mwingine asini. Sasa angalia neno magumu kama Yesu sasa anawaambia wanafunzi wake walikuwa wajui kama kitu hili inaweza kutokea. Sasa wanasikia sauti kutoka kwa Yesu. Mtu kama ameacha mkewe na kuoa mwanamke mwingine anasini juu ya huyo mwanamke. Na wewe mwanamke kama utamwacha mume wako na kuolewa na mwanamume mwingine juu ya huyo mwanamume aliyokuoa unazini. Na neno la Mungu linasema hapa hakuna nafasi mbinguni kwa wazinzi. Sasa wewe umekwenda kuoa mwanamke mwingine, unaenda wapi? Hapa duniani tunaiacha. Sasa nani atakukaribisha mbinguni? Mwenye mbingu ndiye anasema hapa. Mwenye mbingu ni Yesu ndiye anasema hapa. Kwa ajili Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yeye ni mwenye mamlaka. Na wewe unamkataa, unafukuza mke wako, unaoa mwingine. Wewe mama unaacha mume wako, unaolewa na mwanamume mwingine. Yesu anasema sasa wewe unazini. Wazinzi hawana nafasi mbinguni. Utaingia wapi siku ya kuondoka kwako duniani hapa? Duniani kila mmoja ataondoka. Ila kama umeondoka sasa utaenda wapi? Mstari wa 22 inazungumzia kwa ajili ya mwanamke. Neno inasema hivi: enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa ulimwengu wa mwili. Lakini kama vile kanisa litiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Kama unataka kuishi maisha mazuri, sifa hiyo ni neno lako hiyo. Maisha mazuri bila shida, bila matatizo. Tii mume wako. Tii mume wako. Pia mpende mume wako. Usikilize anasema nini. Kama utatii mume wako, utaishi maisha mazuri tu. Tutagombana nyumbani. Maneno haya tunayosoma pamoja, hakuna haja kukaa kwenye maneno mengi ni wachache maneno mengi. Wewe ndio maneno haya yanazungumzwa hapa katika mafundisho. Hata ndio kama aliyokuwa anatuhubiri hapa anazungumzia habari hii. Kama utatii mume wako, maneno anayokuambia mazuri, kwa kweli nyumba yako itakuwa nzuri, nyumba ya kupendeza. Ndio baadaye usuie wale wanaoleta maneno sio faa kwa katika nyumba yako. Usikubali mtu anaoleta maneno sio faa. Wewe tii mume wako tu, utakuta maisha mazuri tu ndio katika nyumba yako. Mume wako amekwenda kazini, amerudi. Amekwenda kazini, amerudi jioni saa 11. Wewe ndio wanaume wengine ndio wanapenda sana, hata kama kuna mboga nyumbani, baadaye nikuta mboga hata samaki, anatoa hapana, samaki lazima mpaka nipeleke nyumbani. Amenunua.
anatembea sifa hiyo ni ya kwako, mimi nasumuza na wewe sasa. Focus alikuja na samaki ila chakula iko nyumbani unakula unashiba vizuri sana, hakuna shida. Ila ameona anunue tena hii pia. Samaki hii sasa ingine anataka kesho au kesho kutwa tule. Ameleta. Baadaye anakuta sasa ingine huko mlangoni hapo. Unakaa sasa unakaa na wanawake wenzako pia wamekuja kuona. Unaona Focus anakuja na samaki. Wewe naye baada hata kutoka sema mume wangu amekuja, wacha nimpokee. Wewe unanyosha mkono tu, maneno mengi tu, mimi unacheka tu. Huyu mwanamume anaingia ndani na msiko huu, ndiye anatafuta mahali pa kuweka. Unafikiri huyo mume wako atakuwa amani na wewe? Kama unataka furaha, nenda chukue hiyo mboga hiyo kuna mwako. Karibu mume wangu. Habari sakati. Karibu. Unachukua unakwenda kuweka. Hiyo ni kumtii kumpenda. Unafikiri kuna maneno tena itakuwa katika nyumba yako? Ila aone wewe anaingia na wewe unakaa tu. Na sasa hivi alipoweka chakula kula hata muda anaofuatia hamna. Hiyo maneno tu kwenye kikao chenu wanawake huko hivi. Hakuna. Sasa ingine itatokea makofi hapo sasa. Wewe unadharau unakuja kutoka kazini umechoka. Sasa utasema yani mwanamume huyu ndiye ametokosa, sio wewe ndiye umetokosa. Umtii mume wako. Na inaika kumaliza hiyo sasa. Haya sasa hii focus ni ya kwako. Focus ni ya kwako. Ninyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa utukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali iliwe takatifu isilo na mawaa. Upendo inatakiwa kwako kwa sisi wewe Focus. Hata kama angekuwa amefanya hivyo niliyosoma hapa, wewe uwe na upendo kwake tu, useme naye vizuri tu, utaona kama karibu nyumba yako inakuwa na amani bila shida. Ila mimi narudia tena, usisikilize maneno yoyote kutoka kwa ndugu zenu. Maneno sio faa. Usikubali. Kataa. Na pia kama unataka kuwa na amani katika nyumba yenu, fanyeni kitu chochote hata kutoa vitu vyenu kwa wapo wa ndugu zenu. Lazima mpaka nyinyi wote wajue. Kila mmoja ajue. Sika usifiche kitu chochote kwa ajili ya ndugu yako. Hapana. Mmewaka jue. Ajue. Hata sasa sifa ndugu yako ametoka nyumbani amekuja kukuona. Sasa ingine amekaa siku moja siku mbili, ili siku anataka kutoka. Sasa mpaka juu ulizani. Wewe unakwenda kwa mwanao sasa. Mume wangu sasa huyu ndugu yangu amekuja sasa nataka sasa tufanye hivi. Kwa umoja. Wapeni vitu. Na mimi naweza kusema wacheni vitu katika neno la Mungu pia hivyo. Wapeni watu vitu. Kama sasa huyu mwamini, wewe pamoja wapeni vitu. Wewe kama mtu mtakatifu. Asante Mungu mtakatifu mwenye mamlaka yote. Hii ndio neno lako Baba mtakatifu ya baraka kwa watu wako wanaokaa wote hapa. Wamesikia na wengine wanakwenda kutenda sawasawa na mapenzi yako. Hao watoto wako wa Bwana majeshi wanakwenda kufunga pingo ya maisha, Mungu wetu uwe pamoja nao. Walindwe, wafundishwe neno lako kutoka kwako Baba mtakatifu, wapate kuelewa mengi kutoka kwako. Wasikilize neno lako kwa makini. Neno lako kae kwa wingi ndani ya mioyo yao. Mtakatifu asante Mwokozi.
unapenda kutenda hayo yote Mfalme, kwa kuwa neno lako Mungu wetu ndio taa ya mguu wetu, ndio mwanga wa njia zetu. Baba, tumekupenda na hiyo hivyo sasa na neno lako, katika jina lako Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amina. Mungu awabariki. Tumeshamaliza, tumefanya, hakuna haja kurudia kwa ajili ndoa, kwa kuwa harusi ni jambo la kiserikali na la dini, na kwa mujibu wa sheria za nchi impasa amri za nchi kama ilivyo katika sheria za ndoa ifuatwe. Ni lazima tangazo la ndoa litangazwe kwa muda usiopungua siku 21. Hiyo tumemaliza, siku 21. Sasa hii tangazo la wote, kila mmoja mpaka huko unapokaa huko mtangazo. Wapenzi wangu, tumekutana hapa mbele za Mwenyezi Mungu kama kanisa ili tumuunganishe mwanamke huyu na mwanamume huyu katika ndoa takatifu ambayo imesifiwa na Paulo mtakatifu kwamba iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo haifai mtu yeyote kuingia katika hali hiyo kwa haraka ama kwa kutokufikiri, bali kwa utaratibu ni katika kumcha Mungu. Sasa kwa kumcha Mungu ni sasa Mungu hapo mbele yako hapa ni wawili. Watu hawa wawili wanataka sasa kuingia katika agano la ndoa takatifu, na mtu yeyote akiwa na sababu za haki kwamba watu hawa wasiunganishwe kihalali, aseme sasa, la sivyo anyamaze kimya siku zote. Kama una habari yoyote juu ya hao watu inayoweza kusudia ndoa yao wasifungwe, useme mtu anayejua kutoka, na kama hakuna basi mahali ulipo kimya. Asanteni sana. Hii sasa ni wawili kama mtakavyojibu mbele za Mungu katika siku ya hukumu ya kutisha, ambapo sisi sote familia ya wanadamu wote zitakapofunuliwa. Na wataka ninyi muungame sasa, mmoja wenu akiwa na sababu ya kuzuia msiunganishwe kwa halali katika ndoa takatifu, kwa kuwa mmefahamu kuwa watu waunganishwao kwa njia isiyomuliwa na neno la Mungu hauunganishwe na Mungu, kisha ndoa yao si halali kwenye kitu chochote. Kitu chochote kinaweza kusudia ndoa yako asifunge. Hakiko. Sema kama mtu hakiko. Hakiko. Asante sana. Mungu awabariki. Sasa nyinyi mmenipa nafasi ya kuendelea. Sasa tutakwenda kusoma neno mwingine hapa. Wako wakati baadaye siku. Focus nyingine focus nyingine wapenda kuona mwanamke huyu au mke wako wa kumwoa mkae pamoja kama ilivyomuliwa na Mwenyezi Mungu katika ndoa
takatifu utampenda, kumheshimu, kumlinda na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na wengine wote utaepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote tutakazoishi sote wawili. Ndiyo, nitafanya hivyo. Amina. Wapenda kuwa na mwanamume huyu au mume wako kukuoa, ili mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika ndoa takatifu. Utampenda na kumheshimu, utamtii na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na wengine wote utaepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi sote wawili. Amina. Mimi Focus na kupokea wewe sifa, Huyu mke wangu wa halali, kuwa nawe siku zote, kutoka leo, katika hali njema, ama mbaya, katika umaskini, au tajiri, katika ugonjwa na uzima, nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi sote wawili. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Mimi sifa na kupokea wewe Focus, uwe mume wangu wa kunioa, kuwa nawe siku zote kutoka leo, katika hali njema au mbaya, katika umaskini au tajiri, katika ugonjwa na uzima, nitakupenda na kukutii siku zote tutakazoishi wawili. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Nadhiri yao wanaopatikana sasa leo katika jambo hili. Kwa Mungu, hii pete hii huwezi kujua au huwezi kuona mahali, yaani ilikuwa imefungwa. Unajua hapa siku hiyo bila hamna, utakuta ni kitu yaani vilivyo vizuri sana. Hii sasa Focus, pete hii ndio nadhiri unayompa mke wako. Unakaa naye, si kitu anachotoka na mimi msije kaniuliza mchungaji kwa nini leo kama mimi naweza kueleza kwa huwezi kufanya hizi kwa hapa ni ngumu. Hii ilipotea kwa ajili ya kupenda jinsi vile kwa kufanya kazi kwa Tanzania na kawaida kazi, hata kama nimetoka katini sasa hivi kwa msaidia kumwosha kidogo tena katika mambo yetu ndio nini pia hiyo ilipotea. Nilikuwa lazima mpaka nimsaidie mali niko kwa mkaweka hadi nilipokea mpaka hiyo niko ndio sana tunangoja kuelewa kwa sababu hii ilikuwa upendo wangu na mke wangu, na jinsi nilikuwa na mtii na mpendo ndio nilikuwa naanza mpaka msafishia kufanya vile.
watoto wangu wamebeba. Mungu asifiwe kwa usije kusema yangu wewe ni mtoto wewe na kwako wewe umeshaza wewe Mimi Foka na kuvika pete hii wewe Sifa, na kuvika pete hii wewe Sifa, iwe alama ya nadhiri ya upendo wangu kwako, iwe alama ya nadhiri ya upendo wangu kwako kwa maisha yangu yote, kwa maisha yangu yote. Sasa mimi Sifa na kuvika pete hii wewe Focus, iwe alama ya nadhiri ya utii wangu kwako kwa maisha yangu yote. Wanadhiri hizo ulizozifanya katika ulivyomfanya siku hii ya leo, tena iwe alama ya upendo na utii wenu ambazo mmepewana. Hii usitupe pete. Kama utafanya hizi hivi vitu vingi, sio kupoteza kwa pete. Uwe na pete hii nasa mpaka watu wengine watakuogopa. Mimi nako nisahau kwa nini na pete mkononi. Kama unasikia unazungumza hivi, mwambie na mke